3 na dakika 13 majira ya Afrika Mashariki na kusabahi na kukaribisha katika kipindi cha leo cha The Morning Brief ambapo tunakujuza mambo mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Naitwa Masi Ontita na mwenzangu yuko pale, lakini kumbuka kwamba mambo ni mengi ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki cha The Morning Brief. Karibu mpenzi mtazamaji, leo hii tuweze kukupasha yale yanaendelea kutukia ama yale yametukia katika ulingo wa siasa na mambo mengi zaidi. Naita Edwin Mokaya. Mambo ni mengi yametukia, hasa unajua siku hizi mambo mengi yanatukia katika ulingo wa siasa. Mengi yanaendelea kujiri kutoka miungano tofauti, kutoka vyama tofauti na bila shaka kutoka kwa viongozi tofauti. Ni mambo ambayo tutaendelea kukujuza, hasa jambo la kwanza kabisa unakumbuka kulikuwa na kesi mahakamani pale ambacho kilikuwa kimeenda kuchallenge kuondoka kwa vyama vitatu, Wiper, chama cha pamoja African Alliance pamoja na chama cha maendeleo chap kutoka kwenye muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Na kumbuka vyama hivi vilikuwa vinazungumzia kuhusiana na kutowekwa wazi yale yaliyokuepo kwenye ule mkataba wa Azimio la Umoja wa Kenya ambao walitia sahihi tarehe 12 mwezi Machi. Sijui kama umefuatilia jambo hili, na kwa kweli ni jambo ambalo linauisha motisha kwa vile vyama ambavyo vimetarajia maluka vinatarajia kuondoka kabisa kutoka Azimio la Umoja wa Kenya. Ndiyo, unajua tarehe 12 jinsi umesema kulikuwa na ile NDC ambapo walizungumza mengi na kuelewana wakatia sahihi kama ule muungano wa Azimio. Na juzi tumeona ile power sharing deal ya muungano wa Kenya Kwanza imetokea, ambayo ilizua mazungumzo mbalimbali. Wengine wakisema kwamba William Ruto alikuwa anachukia BBI lakini akaileta in a way katika ile power sharing deal. Kisha wakasema kwamba ile Prime Minister ama Chief Cabinet Secretary ambao Musalia Mudavadi alipewa kwamba haina mnato, haina mashiko, unaona. Lakini kuna wawili ambao walijitokeza, akiwemo Kelvin Roy pamoja na Fatuma Saidi, ambao waliweza kwenda pale High Court ya Mombasa wakisema kwamba kidogo wapatie Azimio la Umoja ama Azimio One Kenya Alliance siku 3 ili waweze kutable the power sharing deal ambayo waliweza kuitia sahihi pale siku ile tarehe 12 ilikuwa Machi, ambayo sasa hivi ama nisema wakati huo jaji ambaye alikuwa hapo ambaye anaitwa John Mativa aliweza kukataa na akasema kwamba ikiwa haya yatatekelezwa basi lazima vyama vile ambavyo vimesalia vyama 23 viweze kuungana pamoja ili viweze kutia sahihi ili yale yaweze kutekelezwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa kweli linaleta mzozo kidogo, kwa sababu ndio chama ama maendeleo chap ni chama kimoja kilijitokeza kikasema kwamba tumewapatia Azimio la Umoja wa Kenya 1 month, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks kuleta ama kuweka wazi ule mkataba, tujue sisi kama wana Ukambani tulipata nini, sisi kama chama cha maendeleo chap tulipata nini, sisi kama pamoja African Alliance tulipata nini, Wiper tulipata nini, lakini hawajafanya vile. Kwa hivyo inaonyesha kwamba hakuna uwazi katika ule muungano kulingana na Alfred Mutua, ndiposa akaamua kuungana na Kenya Kwanza Alliance. Ni mengi kumbuka kwamba hata kabla ya ule mkataba baada ya mkataba ule kutiwa sahihi, mtu wa kwanza ambaye alikuwa na red flags alionyesha vitu, alikuwa anaitwa Kalonzo Musyoka. Akasema kwamba ndio tulitia sahihi tukasema Raila 3 tena, lakini we don't know what we send. Watu wakambash, wakamshtumu kwamba amesend kitu ambacho hakuwa anajua. Pia wale viongozi katika ule muungano wengine wakamshtumu, lakini mwisho ukakundua kwamba pia wao ni kama hawakujua kitu ambacho walitia sahihi. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaendelea kuzua hisia, na vile kulingana na Justice Mativo ni kwamba lazima vyama vyote vikubaliane kwamba vinataka mkataba ule uweko wazi, ndiposa labda kile kesi kiendelee. Lakini ukizungumza kwa Kalonzo unajua nikisikia stories zake huwa kidogo zinanichekesha.
Manake Kalonzo wakati alisema kwamba alitia sahihi mkataba ambao hakuusoma, hakujua the contents of the deal. Lakini baadaye wakati aliona watu wameanza kumcriticize, watu wameanza kumzungumza vibaya, inakuaje mtu ambaye anajua sheria aweze kuappend sahihi yake kwa karatasi ambalo hajasoma, hajajua the contents? Inakuaje? Baadaye kuja akasema mimi unajua ni mwanasheria, so nilisoma hiyo, lakini sasa hivi siafikiani na yale yote. Kuna mengi ambayo pengine hayakuwa yameafikiana. Lakini tukiachana na hayo vile vile, tukirejea ile power sharing deal, ndio tuliona ya Kenya Kwanza na tuliona watu wa Azimio. In fact wakati ile power deal ilitoka ile ya Kenya Kwanza, it leaked I guess. Tulimwona yule mbunge wa Suna East Junet Mohamed ambaye ni wa karibu zaidi naye Raila Odinga, alikuwa na press briefing pamoja na gavana wa Mombasa Hassan Joho, wakasema criticize the whole thing. Lakini yao mbona ifichwe sana, hawataki kuireveal? Si wa reveal yako pia, so that Kenyans can compare ile ya Kenya Kwanza and the Azimio. So tumesema naona Kelvin Roy and Fatuma Saidi they were on the right track. Lakini sasa kulingana na ule mkataba, unajua shida ni ile wakati ambapo tulizungumzia chama maendeleo chap pamoja na PAV iliamua kuondoka, tukaletewa paragraph fulani ambayo inasema kwamba uwezi ukaondoka 6 months to election, ama unaweza tu ukaondoka after umepatiana 90 days notice. Kwa hivyo mbona hawakuonyesha kile kitu ambacho kiko pale kwenye ule mkataba? Kwa sababu jambo likitokea wanakuonyesha part of it. Kwa hivyo nadhani vile vile ni vizuri Azimio la Umoja wa Kenya iweke wazi, hata kama itaweka wazi kwa Wakenya, lakini kwa wale kwa vile vyama ambavyo viko kwenye ule muungano, kila muungano ujue what is there. Lakini kumbuka kwamba kuna ni three-legged stool, bado ni three-legged stool, kwa sababu Kalonzo Musyoka hajaondoka virasmi. Kwamba wale watatu walikutana wakazungumza kitu tofauti na yale ambayo waliambia hawa wengine. Kwa hivyo I think waweke wazi, wakutane wao kama delegates, wakutane wao kama viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya, na wawekane wazi, waseme jamani, nyinyi kama chama cha United Democratic Party, hii ndio deal, ama haya ndio mlitia mkataba. Kwa hivyo kama mnaona kwamba hamwezi, muondoke. And they cannot do that because they still need numbers. Kwa sababu vile vyama vingi viko pale, vingi ni vya kutoka Western Kenya, vingi ni kutoka Mlima Kenya, and they want those numbers. Kwa hivyo wakati mwingine they'd rather hide than walete wazi ili watu waondoke. Naam. But one thing I know, at some point itakuja kuwa wazi. At some point. True. Ajua kwa wakati mwingine niliona Kenya Kwanza, it is okay, it leaked, ndio. Many people criticized. Hadi jana niliona wengine bado wanauliza, je, inawezekanaje Mudavadi Mudavadi na Wetangula, je, wanaweza kweli kuleta 70% kutoka pale Western, ikiwa wao wenyewe wakati Musalia Mudavadi aliwania kile cha urais alipata 30%. Itawezekanaje azilete? Lakini unajua ni sawa na upande mwingine, wakati Martha Karua aliwania kile cha urais vile vile alipata kura 1043. Lakini sasa hivi naona kwamba kidogo naona wewe inabadilika kuhusiana na jinsi watu wanaendelea kumpokea katika yale maeneo amekuwa akiyatembelea juzi baada ya kutangaza kwamba yeye ndiye mgombea mwenza wake Raila Odinga. Kwa hivyo ni jambo kidogo ambalo mimi mwenyewe ningetamani sana kujua ile deal inakuaje katika ule muungano mzima wa Azimio One Kenya Alliance. Lakini wale viongozi wa pale wameshikilia sana, they are tight-lipped. Labda sometimes sooner or later, labda huenda wakaweka ile deal wazi, labda baada ya uchaguzi, you never know. Lakini kulingana na ile kesi, until all parties accept and append a signature ya kupeleka ile kesi mahakamani, it's the only time labda Azimio la Umoja wa Kenya inaweza ikashurutishwa kuweka wazi ule mkataba. But we've known and we've seen previously, mahakama inatoa amri lakini it is defied. Napata kwamba umeambiwa fanya kitu fulani lakini yani unakataa ufanyi. Ndipo sasa tunasema wakati mwingine ndio kuna sheria, kuna vyombo vya sheria, kuna tume za kisheria, lakini wale ambao wanaambiwa ama wanaamriwa wafanye kitu fulani hawafanyi. What are we doing?
But you know, constitutionally ndio manake they cannot, au wawili ambao walifile petition, Kelvin na pamoja na Fatuma, in as much as walikuwa wanataka kwamba the deal ikwe tabled within 3 days, in a span of 3 days, you know, that one cannot be possible manake here there are more than 20 political parties ambao ziko involved, and this one is a fact that can affect ama will affect all those parties. So kuambia waenda kuchukua wa agree with those parties so that they can file this petition together, it is ni jambo nzuri anyway. It's good, but which is detrimental to the whole coalition. So you see, the whole coalition si rahisi. It will not be easy. It will be a difficult decision to make. Naam. Acha tutulie tuone inaendaje, lakini najua wewe pia kama mtazamaji pengine mwenyewe pia ungetamani sana kujua kwamba ile power sharing deal yake Raila Odinga inakuaje. Pengine tungejua kwamba Uhuru Muigai Kenyatta akona percentage ngapi ya ile serikali. Pengine tungejua Karua pengine na vyama vile vingine ambao viko pale viko na percentage ngapi. Kuna chama ambacho pengine kimepewa a bigger percentage, you know, tujue kwamba ile deal inakuaje. I wish jinsi kuna wakati ambapo Zadok alisema kama ni power sharing deal ifanywe per region. Kwa sababu if you decide you're giving, for example, president a certain percentage, upatie Karua percentage fulani, upatie nani tena wa Mount Kenya, utapata Mount Kenya wamechukua percentage kubwa, meaning hizi the other regions will be disadvantaged. So if it were possible, yani ningekuwa mimi sasa, nimeoni ya kwangu tu, ningegawa mamlaka kulingana na eneo, the number of votes you have and so many things that you can look at, elements, ili unagawa ile as in form of counties ama region. Tuseme region ya Mlima Kenya. Now when you look at the political parties ambavyo viko pale, look at the votes they bring, look at the population, look at the contribution to the tax, mambo kama hayo, and then you share like that. Ukiangalia counties, yani maeneo yote, eneo la Nyanza unapatiana vipi, na ukifika kwa eneo la Nyanza unajua ni kama unagawia watoto wako mali yako, sivyo? Kwa hivyo unaangalia fulani uwezo wake wa kulinda mali ni upi, ako na watoto wangapi, ako hivi na hivi vipi, matoleo vile ambavyo anapata mapato yake yako vipi, ndio unagawa. Ni maoni yangu. Lakini najua masi, unfortunately that one cannot happen, manake when hata kama ingekuwa ni wewe bado najua ingekuwa ni wewe kwenye kwa vile viatu, let me translate directly kwa Kiswahili. Unajua unaangalia kwa mfano kutoka tuseme ni eneo la Nyanza, tuseme ni Mlima Kenya, manake ndio kila mtu anaangalia. Kuna vyama tofauti ambavyo pengine vimekuunga mkono, na hivyo vyama ukiviangalia kuna kile chama ambacho unapata kwamba mmoja ama niseme mwenye chama, the leader, kiongozi wa chama kile, unagundua kwamba is so influential, anaweza leta kura nyingi, and then you realize there is another party yenye inapatikana bado pale Mlima Kenya, unagundua kwamba ni mtu tu wako, yani hapo na wewe lakini hawezi kupatia. So you realize you cannot, lazima uzigawane kwa in form of vyama. No, now wewe kama kiongozi, it will be easy kugawanya in terms of regions. Hivi vyama viko vyama 10 kutoka eneo la Nyanza, sivyo? Tell them nyinyi mnatoka Mlima Kenya, sivyo? Ama mnatoka Nyanza. I'm going to give you a percentage. Now nyinyi nikiwapatia 10%, you sit down kama vyama muone mtagawanya vipi. Now you let them wagawanya vyama. But ukisema kwamba utaenda kugawanyia kila chama kitataka zaidi ya yale ambayo wanaleta kwa table. No, you know what happens? You bargain as per the number you bring on the table. No. That is why mimi kwa upande mwingine napenda zaidi pale Kenya Kwanza jinsi waligawana. Ikiwa okay, are you able to bring 70% of votes? Fine. This is the percentage you'll get. See, like wewe unatoka Western, sasa wewe utachukua 50%. Unaona? Now that kuna watu wengi pale, it's all about the numbers you bring. You know, it's all about the government you're creating. It's the same thing I said. You look at every element. You look at the numbers, you look at the population, you look at the tax, you look at everything. And then unaleta, you don't, usemi, kuja kidogo. Kitu nakupinga ni kwamba in a certain region
uwapatie wote, kwa vile vyama wao wenyewe wagawanye, because unajua ukigawanya pia kutakuwa na watu ambao hawajakubali ama hawajatosheka. Utasema sisi tunampigia debe sana, lakini amepatia fulani ndio ako influential, lakini amempatia mingi hata aendi kule nje kukampeni, unaona. Sasa the hatred, wacha kuleta ile kutopendwa kutoka kwa kila mmoja wao. Nataka kuuliza swali, ingekuwa tuseme Nyanza region, kuna vyama tofauti vinakuunga mkono, tuseme kwamba kama Kenya Kwanza sasa, kuna vyama tofauti vinaunga mkono Kenya Kwanza, sio kutoka Nyanza, sio? So utajumuisha as a region. Juu unajua kuna sehemu ambayo yenyewe chama fulani akita kupatia kura kabisa. Ndio nimesema you look at the demographics. Ukishaangalia demographics, what you do is mwana Onkaidwin Mokaya na Videl na Josiah na Urina mko na vyama, lakini chama chako ni maarufu kuliko cha mwingine. So nawaleta kwa tebo moja, nawaambia this is what you'll get, this is what you'll get, this is what you'll get by bringing this. Nyinyi kama wote, now it will be upon you kuangalia mwisho wa siku who's gonna get more kuliko mwingine. Okay. Ni maoni yangu, lakini mtazamaji. Sawa, tutulie tuone kutendaje. Na ni swali nimekuuliza, sijui mbona hujanijibu. Why was it that it was so easy to reveal the power sharing deal in Kenya Kwanza, but ni ngumu kidogo kwa Azimio One Kenya Alliance? Hapo labda kuna mall ambaye sijui ni nani, lakini it's okay. Kwao uzuri ni kwamba imekuwa revealed, though not 100%, lakini at least you have a rough idea of how they're gonna share that power, unlike the other part. Ndio maana unasikia wengine wanasema jamani, hapa ni usiku na giza, hapa sijui ni nini na nini, mambo kama hayo. Lakini ni vizuri tu, hata kama sisi hatutajua, wale ambao wanapigia upato ule muungano wajue ni kipi ambacho wanapata. Na pengine tukizungumzia mambo na power sharing deal, tumeongea kuhusu Kenya Kwanza, tumeongea kuhusu Azimio One Kenya Alliance. Pengine tuangalie kinara wa muungano wa Kenya Kwanza. And by the way, you know, William Ruto is vying as a president from UDA, from but UDA. not Kenya Kwanza. Kwa hivyo is high time tuanze kubadilisha matamshi, tuseme kwamba kiongozi anayewania kiti cha urais kutoka chama cha UDA, right? William Samoei Ruto aliweza kuandika ujumbe ama arafa kwake ama kwa IEBC akilalamika kwamba yule waziri anayesimamia ICT aweze kujiuzuru, manake kidogo ni kama ataenda ku compromise the whole process ya independence of the Communication Authority of Kenya, ambao pengine ita compromise the results of the August elections. Sidhani ama sijui nitazungumzaje kwa swala hili, kwa sababu si mara ya kwanza wale wandani wa Kenya Kwanza Alliance wamekuwa kiteta kuhusiana na jambo hili, hasa wale wanatoka kwenye chama cha UDA. Nakumbuka kule ilikuwa Nyeri ambapo Raila Odinga alikuwa na mkutano pale, Musheru alisimama akasema sisi tuko na baba. You know, na tulizungumzia hili swala pale awali kwamba as a head of a very important organization ambao inasimamia na inaangalia mambo ya uchaguzi, as long as CIEBC, but it plays a part in the election process, hafai kutangaza msimamo wake waziwazi. Kwa nini? Huyu ni mtu ambaye anaangaliwa na pande zote mbili, anaangaliwa na observers. Hata kama anaenda kupigia Raila Amolo Odinga kura, hata kama anaenda kupigia Jimmy Wanjigi kura, hata kama anaenda kupigia Ruto kura, yeye wacha afanye mambo yake pale kidogo. Lakini kiongozi wacha hata watu wengine wafanye yale, lakini kiongozi ambaye anasimamia tume ambayo is very important in the election process afai kusimama na kusema naunga huyu mkono, nafaa kuwa impartial. Yeye kura yake ndio atapigia mtu ambaye anataka, lakini anafaa kuwa impartial. The same thing happened nilimwona Ruto anasema kwamba yeye kuattend the inauguration of the running mate wa Raila Amolo Odinga, Mama Martha Karua, ilikuwa inaonyesha wazi kwamba yeye huenda aka interfere na matokeo ya ule uchaguzi. Kumbuka kwamba
ile tume ambayo Musheru anasimamia ICT pia inaangalia Communication Authority of Kenya ama the CA. Kwa hivyo kivyangu, kwa maoni yangu, nakubaliana na yeye kwa sababu ndio unajua waziri si kama huyu waziri labda ni wa maji, hata akisupport si kama yule ambaye amesimamia ile tume, because that one is directly linked to the elections. Naam. Na vile vile sijui nisemaje, manake nilimwona amejibu Joe Musheru amejibu akisema kwamba mimi sina issue, anyone can support anyone, yeyote anaweza support yeyote, yani ni kama pia ni Mkenya, lakini anasema kwamba ni kama William Ruto ameanza kusense defeat, kuogopa ameanza kuogopa kidogo, na ni kama nataka kudeviate the direction of public attention. Kwa maoni yake anasema kwamba sasa hivi the public attention is all about Martha Karua being Raila Odinga's running mate, na kwamba kuna wave mpya ambayo imekuja nchini ambayo kidogo itapunguza ile yenye ilikuwa pale haswa ile ya Kenya Kwanza ambayo ilikuwa pale haswa Mlima Kenya. Kwa hivyo naona kwamba kidogo William Ruto ameanza kucomplain ili aweze kudeviate ile attention aweze sijui tuangalie Musheru akizungumza kwenye ndio tuangalia akizungumza kisha atarejea tuweze kuangalia hilo tena. For coming here, we are having a function to just recognize the talent we have as a country, but I'm surprised with some of the things I've seen in media. I saw a 411 where people are complaining that as a minister of ICT endorsing a candidate, it is a problem, and the IEBC needs to either sanction me or something of that nature. This is it's a big surprise, and maybe it's because I saw today there were polls that came out, and even with those polls maybe the numbers are not looking good and people are looking for reasons or excuses. But I'm a minister, and I'm allowed to be able to endorse whichever candidate I choose, because I'm also a Kenyan. Na sijui masi ingekuwa kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta mwenyewe amehudhuria ule mkutano wa Martha Karua kukuwa ordained ama kukuwa nominated as Raila's running mate, kungekuwaje, kungeendaje? Sijui uzuri ya kuhudhuria na ni jambo zuri. Lakini nikuulize tu swali moja. Tumeelekea kufanyiwa interview ama mahojiano. Tukifika pale unasema unaona yule ana interview, huyo ni ndugu yangu ama ni kaka yangu. Don't you think I'll be afraid because wanaweza kupendelewa? I will be. Kwa hivyo nadhani it's normal kwa Kenya Kwanza Maruto kuwa na ule woga wa kuluzi kwa sababu ya lile swala la Musheru. Naam. It's just fine to be afraid. Anyway, ni sawa tuone kutendaje, lakini wajua mwishowe ni kama itakuja waseme kwamba Ruto has become a baby, tunahitaji a cry baby. Kila jambo. Lakini mimi kwa upande wangu ndio naona si vyema. Hata nilimuona Matiang'i. Matiang'i alikuwa pale kabisa kisha akasema kwamba tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja. Unaona? Yeye ni mfanyakazi wa serikali na kidogo astahili kukua kwamba aka-affiliated to one side ama anaonekana kwamba yeye ana support one side, unaona? Lakini unajua wao jinsi ambao wanafanya kazi si kama sisi watangazaji ambao lazima tuangalie both sides of the same coin. Tuangalie issues on both sides. Si atusimame tukasema fulani ako hivi ako sawa ako hivi. Labda kisheria kivyao kwa zile sheria ambazo wanafuata labda wanaona kwamba they are okay to do that. Naam. Haya, pengine tukiachana na hayo kidogo tuangazie ya Kalonzo, manake naona leo tulianza tukiwa tumechelewa na vile vile naona muda ni kama unaendelea kuyoyoma zaidi. Kalonzo aliweza kujitoa, mwanzo hakuhudhuria ule mkutano ambao ulifanyika pale KICC wa kumteua Martha Karua kama mgombea mwenza wake Raila Odinga. Hakuhudhuria, lakini yeye mwenyewe alikuwa na mkutano wake pale SKM Center, akitangaza kwamba yeye bado yuko kinyang'anyironi na anaenda kuwania yeye mwenyewe. Is gonna
go for it alone. Lakini kidogo tumeona kwamba kuna mazungumzo. Some sources affiliated to Kalonzo Musyoka wamesema kwamba of late amekuwa na mazungumzo mengi zaidi. Amekuwa akizungumza na wasimamizi wa Azimio. Pengine huenda akarejea Azimio. Kwa kweli kulikuwa na tetesi kwamba anataka the position ambayo alipatiwa wakati wa Raila Amolo Odinga alikuwa na mteua atakayekuwa naibu wake. Nasema kwamba anataka ile position ya Chief Cabinet Secretary iwekwe kwenye mkataba ambao alitia sahihi tarehe 12 Machi kwamba it will happen. Kwa kweli wengi wamejitokeza wakisema kwamba it's a position that you can hire and fire. So hakuna uzito. Na yeye amesema kwamba for me to be sure that you're going to give me this position, basi weka hiyo nafasi kwenye mkataba ambao tulitia sahihi. Kwa hivyo mazungumzo yanaendelea. Na tukiangalia baadhi ya watu ambao wamezungumzia swala hili la Kalonzo kutangaza kwamba atawania kiti cha urais. Baadhi yao ni wale wandani wake kutoka eneo la Ukambani. Charity Ngilu pale, Kivutha Kibwana pale, wamezungumza mengi. Kwa mfano nikiangalia pale kwenye Twitter, Kivutha Kibwana ametweet pale. Akasema Waita Nzioka, Charity Ngilu and myself still welcome Wiper into Azimio. However, all the parties which are campaigning for the 5th in Ukambani will sit with the candidate and his deputy to agree on development and the face of government for the region. No more endless demands. Kwa hivyo unasikia kwamba there was a time ambapo Kivutha Kibwana alikuwa ametake step back. Lakini sasa hivi yeye pamoja na Charity Ngilu anasema kwamba jamani wanamuita Kalonzo aingie pale ndani. It's like bila Kalonzo they are not gonna get enough positions. Sijui. Lakini mimi ujumbe huu unajua niliusoma na nikauelewa kivyangu. Ukifuata ujumbe vizuri anasema in as much as ndio bado wanamkaribisha Kalonzo, lakini bado wanataka kwamba waketi na usimamizi wa Azimio waweze kujua the face of Ukambani. Meaning wao watatu wanatosha kutafuta kura za Ukambani na kufanya campaign pale Ukambani without the help of Kalonzo. Ukisoma ujumbe vizuri. That is why anasema kwamba there will be no need of endless demands. Unajua mtu ambaye akona demands ni Kalonzo. Kwa hivyo ndio watatu, lakini kumbuka kwamba fulani anaitwa Alfred Mutua kuna vile amejiondoa kidogo. Kwa hivyo so far wamebaki wawili. In case Kalonzo arudi, kumbuka kwamba the Chief Cabinet Secretary, nilimsikia Ngilu akisema kwamba hata hiyo nafasi tupewe kwa sababu it's not only Kalonzo. There are other people who can hold that position. Kwa hivyo ni swala ambalo tunaangalia hata wale ambao ni wandani kutoka na viongozi kutoka pale eneo la Ukambani wanaendelea kumshurutisha ndio japo shingo upande. Wanamshurutisha rudi japo shingo upande. Hiyo ndo natamani sana kuzungumza. Unajua Alfred Mutua alitoka pale kwenye zile siasa za Azimio Ukambani akaingia Kenya Kwanza. Na ile nafasi yake unaona sasa hivi ndio replace na Waita Nzioka. Kwa hivyo kuonyesha kwamba hawa watatu na they are able to consolidate Ukambani votes very well for Raila Odinga. They can as well dispense with Kalonzo Musyoka. That is the main point here, lakini ameiandika in a coded language. Na nikiangalia kupana kidogo naona kwamba pale Ukambani hawa viongozi wao wenyewe ni kama wanapigana vita. Kuna wale ambao wanataka kwenye ile dominance. Unajua Kalonzo Musyoka amekuwa amedominate the Ukambani region as a leader for a long time. And pengine these ones hawa watatu ama hawa wawili sasa hivi ambao wamesalia ni kama wanaona kwamba huenda hata wao waka wakakuwa ni viongozi waka dominate the region more than Kalonzo Musyoka. And ukiangalia vizuri wakati Kalonzo hakuwa ameingia Azimio, wakati ile ilikuwa Azimio, wakati hakuwa ameingia Azimio, ingawaje ndio walikuwa wanamwambia ingie, alikuwa anasema kwamba hatuwezi lingangana na mtu kila wakati, hatuwezi naona. Meaning hata wao wenyewe hawako wanamtaka zaidi aingie. Unajua angeingia automatically ile zile power zao zingepungua katika muungano wa Azimio. Nadhani walikuwa I think wamesema it's enough wangetafuta another kingpin wa kule Ukambani. Lakini wamegundua kwamba it's not easy to do away with Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka has votes. Kalonzo Musyoka anajulikana Ukambani kote. Na for them kupata positions ama kupata mwanya wa kuzungumza pale Azimio la Umoja, and then Kalonzo Musyoka doesn't have to be there. But akikuja unajua ni kama wanakandamizwa kidogo. Kwa hivyo ni swala moja hata kama wanaendelea kumuua rudi
wanarudi. Ukisikiliza na mazungumzo yao na ukitazama jumbe zao ni shingo upande tu. Kwa hivyo mwisho wa siku Kalonzo Musyoka atarudi Azimio la Umoja wa Kenya ama vipi? Na yeye condition yake sasa hivi ni kama ni kwamba lazima ile nafasi iwekwe kwenye mkataba. Ndio arudi. Lakini naona Kalonzo Musyoka Junior Mutula Kilonzo Junior nasema kwamba the chief minister is just a glorified minister who can be fired. Ni kulingana na Mutula Kilonzo Junior. Kwa hivyo sijui kama they are continuing to misguide Kalonzo, they are continuing to misdirect Kalonzo or what. Mercy, yesterday I told you Kalonzo has 3 options. Ya kwanza ni kurudi pale Azimio ambao ni nzito zaidi kwa zingine. Ya pili ni kuenda Kenya Kwanza, kuingia Kenya Kwanza ambayo kidogo haitamfaidi sana. Maana yake akiingia Kenya Kwanza sasa hivi yeye ataingia kama bega, campaigner. Ataingia tu kama anaweza pewa ndio part of the cake but it won't be so big as compared to Azimio la Umoja. Another thing ni yeye mwenyewe a campaign. Campaign obviously, yani hiyo inajulikana hawezi kuwa rais wa nchi ya Kenya sasa hivi, pengine mwaka 2027. Hata wakati aliwania, ukiangalia wakati aliwania kura zake ndio alifika karibu takriban 700, lakini alikuwa namba ngapi? Unaweza jua ili ilikuwa wakati ule. Kwa hivyo inaonyesha kwamba the best option sasa hivi yenye konzito kidogo kwa zingine ni kurejea pale Azimio la Umoja One Kenya. Naam. Na kurejea pale sasa ndio maana wameanza kutafuta vigezo vya wao kuingia. Manake nilimwona Dan Maanzo vile vile ambaye ni Makueni MP akizungumza akisema kwamba it is not constitutional kwamba kukuwe na chief cabinet secretary. Na akasema kwamba unless the constitution has been amended. Vile vile akasema kwamba 2002 wakati Raila alikuwa promised kuwa the prime minister, wakati ule Kreti Murungi ndiye alikuwa minister for justice and constitutional affairs, aliweza kukataa akasema kwamba that one is not dubbed in our Kenyan constitution. Kwa hivyo anasema kwamba hili jambo la kukuwa the prime minister kidogo unless limekuwa dubbed kwa ile coalition agreement likatiwa sahihi, that is the time it can hold water. Bure tu that is a piped air venye alikuwa anasema. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ikiwa ameanza kuzungumzia ile position, na juzi kama unakumbuka nilikuuliza hapa, why is it that ndio Kalonzo amesema kwamba wamekataa kumpatia ile nafasi na yeye mwenyewe atauliza kiti kile cha urais, lakini hakuzungumzia kuhusu ile nafasi. Ingekuwa hakuwa anataka ile nafasi ya chief cabinet secretary, basi yeye mwenyewe angesema kwamba ile nafasi hata mimi sitaki, unaona, lakini hakuzungumza. Maana alikuwa anajua pengine huenda nafasi ile ikamfaidi zaidi. Kwa kweli Kalonzo Musyoka anacheza kuwili, anacheza hapa, lakini mwisho wa siku he has to come to a decision. Lazima achukue hatua, na hatua hiyo ambayo atachukua tunaingoja sana. Lakini haiwezi kaa mbali na kuingia ndani ya Azimio la Umoja wa Kenya, kwa sababu ndio tuseme amewania kiti cha urais, hatapata. Then what? Influence yake, unaona, influence yake itapotea hivyo. And at the end of the day tutapata kiongozi mwingine ama kingpin mwingine kutoka Azimio la Umoja wa Kenya, lakini maybe akona chance ya kubaki uongozini akiwa pale Azimio la Umoja wa Kenya. I don't know about him, lakini yeye mwenyewe ndiye atachukua hatua na atangaze labda ako wapi in the next labda 1 week. Naam. Anyway, tungoje tuone itaendaje, lakini kwa kweli tunajua Kalonzo alibandikwa jina watermelon. Ndani anakaa jekundu kidogo, pale nje anakaa green. Yani akukuwili. Anaweza kubali leo, kesho akakataa. Anaweza sema leo siendi yale mahojiano, kesho asema unajua siku anataka muanze kusema nimegoma kuja, nimekuja, unaona. Anaweza sema nataka kuwania kiti cha urais, nimetoka Azimio, kesho kutompata amerudi Azimio amesema sababu tosha. And by the way, wakati alisema I've decided to support Raila Odinga for the 3rd time unconditionally. So unconditionally it meant that angehitaji chochote. How did it come yeye mwenyewe baada aanze kuleta some of the demands tena, and wanaziita endless endless. Wakati mwingine wanasema when you have the crowd cheering and adrenaline gets the best of you, you can say anything. Yeah.
Kwa hivyo tungoje tuone ikiwa watatia ile sahihi wa include pengine ile the chief cabinet secretary docket kwa ile agreement form, coalition agreement form. So huenda Kalonzo tena akarejea pale Azimio, na pengine akirejea Azimio basi itaibuka more strong. Manake tumeona kwamba kumekuwa na magic kidogo wakati Martha Karua aliweza kuteuliwa kama mgombea mwenza wake Raila Odinga. Jana nilimwona akiwa pale Meru na alikuwa na watu wengi zaidi. Alikuwa anashabikiwa vyema zaidi than before wakati hakuwa Raila's running mate. Kwa hivyo inaona kwamba kuna kale kawewe ambao kamekuja nchini in the political arena kuonyesha kwamba kidogo the woman factor yenye walikuwa nasema sasa hivi it is taking effect zaidi. But it's not as effective as I thought. Unless I'll do an evaluation after 1 month. Tukifika mwezi wa 6 pale tarehe 15 ndio nitaona kweli kama wave imekuwa wave ama haijakuwa wave. Kwa sababu ndio kuna baadhi ya watu ambao watatoa cheche hapa na pale katika zile kampeni, lakini nikiuliza tu if if Martha Karua angeelekea ako na watu lakini aende pale kwenye zile kampeni azungumze peke yake, what do you think? Watu wanaweza wakabadilika wale ambao walikuwa wanavotia the other blocks ama bado they won't? I don't know. Ni swali gumu sana unauliza. Kwa sababu if Martha Karua was to campaign solo, ako na watu lakini hawaongeiende, anaenda from point A to point B to point C akizungumza. I don't know kama anaweza kawa convince watu sana. Najua kuna watu wale ambao wako good in public speaking. Yeye ndio ako na mambo ambayo ako sawa. But sasa kuconvince watu kumpigia kura pia hapo ndo kuna utata kidogo. I think ndo maana muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ukatengeneza block. Every kama ni Murang'a kuna block ina campaign Murang'a. Kama ni Meru kuna block ina campaign Meru. Kwa hivyo nadhani ni njia moja tu ya kuhakikisha kwamba they are convincing a lot of Mount Kenya voters kupigia kura Azimio la Umoja wa Kenya. You know, there is a way nimesikia watu haswa wale wanamshabikia Raila Odinga wamekuwa kizungumza kuhusiana na Mlima Kenya, zile kura za Mlima Kenya. Kuna wakati ndio ilikuwa vigumu zaidi kuuza Raila Mlima Kenya kutokana na yale watu walikuwa wanazungumza. Hadi nakumbuka wakati David Murathe alikuwa amesema kwamba we even don't need the Mount Kenya votes. In fact we can win without Mount Kenya votes. Hadi sasa hivi bado wanazungumza wakisema kwamba Raila Odinga, there are moments when he was vying for presidency, unapata he was getting 0 votes from Mount Kenya region, lakini bado alikuwa na wave zaidi na alikuwa na kura nyingi zaidi. Hivyo anasema kwamba ikiwa Mount Kenya bado hawatampigia kura ama akipata hata 10% of Mount Kenya votes bado ataibuka mshindi. You know, that is the thing they want to wanataka kuhakikisha kwamba amewin by mobilizing more people from Mount Kenya through Martha Karua na ile block, ile team ya campaign. Na ukiangalia sasa hivi wamekita kambi zaidi pale Mlima Kenya. Hawajaenda kwingine, ni Mlima Kenya tu bado. Now allow me to disagree with you. Nasema kwamba there was a time Raila Molo Odinga had a wave. That time is not now. Remember that time ni wakati ambapo alikuwa opposition. People loved the way alikuwa na articulate vitu. Anything happens yuko pale. So people loved him naturally. And then it's a fact that kuna watu ambao waliacha kuwa wafuasi wake alipoenda handshake. That is also true. Kwa hivyo sasa hivi kuleta wale ambao walikuwa wafuasi wake that time na kuleta wafuasi wapya sasa hivi, it's going to be a big task. Kwa sababu kuna wale bado they did not agree with the handshake, they will not agree with it and they will not vote for him. Sivyo? Na kuna wale ambao Raila Odinga wako loyalists, let me call them loyalists. It doesn't matter where Raila Odinga is, they are going to vote and vote and vote and mobilize people. And what about the Tifa polls zilifanyika? Hizi polls unajua ndio zimezungumza, lakini okay, mimi I don't base my arguments kwa polls. Kwa sababu unapata poll wame interview ama wamechukua maoni kutoka kwa watu milioni 1. Milioni 1 is not a correct number kwa 22 million voters ambao tuko nchini Kenya. So wao wataendelea kufanya, I don't know about them, lakini kivyangu nilisema juzi nitaweka wawili sawa sawa. Moja kama ako 40, mwingine ako 39. Yeah. Kwa maoni yako lakini. Kwa maoni yangu tu. Lakini vile vile what I know, these polls they don't represent the true picture on the ground. Manake
ingekuwa ni kura zinafanyika, pengine tungoje tu kura. Ndio inaweza kuwa ni Raila ametangulia, inaweza kuwa ni William Ruto ametangulia, inaweza kuwa ni Kalonzo ametangulia, unaona. But mimi naona kwamba heri tungoje tu wakati ule tutakaofanya pengine au uchaguzi utafanyika, kila mtu aenda apige kura yake. And then we have those mothers and fathers pale kijijini wenye hawafikiwi ili waweze kuchangia kwenye zile opinion polls, pia wao wapiga kura, unaona. So pengine tungoje tuone, lakini as much as wanasema pia at some point zile polls zinaonyesha mkondo wa siasa, zinaonyesha wave, lakini sasa hivi wamesema kwamba ile wave imebadilika kutokana na jinsi Martha Karua alikuwa installed as the deputy ama the running mate of Raila Odinga, na sasa hivi kwamba bado, lakini walisema Mount Kenya bado William Ruto anatamba, lakini maeneo mengine bado inaonyesha kwamba Raila ametangulia na anaendelea kuzidi. Ni jambo zuri. It's true kwamba ukiangalia unajua hii poll imekuja just 2 days after the running mate wa Raila Odinga Martha Karua ametangazwa. And I don't know how much, na wakati mwingine unaingia pale online conduct polls online inakuwa biased. Because maybe most of those who responded are not voters. Yeah, sure. So wakati mwingine pia inakuwa shida kuhakikisha kwamba whatever you giving out is the true picture ya vile vitu viko kwa ground. Naam. Pengine tukiachana na hayo tuangalia Oscar Sudi. Jua in Kenya so many things happen, zingine za kufurahisha, zingine za kuchekesha, you know. Oscar Sudi kuna wakati alipatikana, pengine alikuwa anachunguzwa na pengine vyeti vyake ambavyo alivyopeana, alivyosubmit kwa IEBC vikaonekana kidogo ni gushi. Ile diploma ambayo ilikuwa nayo, ambayo ni certificate, ilikuwa nambari 36262 kuna 36262 ama 36262, ilikuwa ni ya Elkana Kimtai ambaye alikuwa na nambari ya usajili NRB 2870. Kwa hivyo ikasemekana kwamba kidogo yale matokeo ni kama alikuwa ameforge. Na vile vile KCC Kenya Certificate of Secondary Education pia wakasema kwamba jina kama la Sudi halikuonekana tena ama halikuonekana kwenye ile database ya wale wote ambao walikalia mtihani wa mwaka wa 2006. Kwa hivyo ilikuwa ni mashtaka kwamba pengine aende kujibu mashtaka. Alikuwa akutane pale, afike pale kotini Machi, lakini akasema amecontract COVID-19. COVID-19 pengine ikafika, akanyamaza, hata hatukumuona live, hakuongea, hakuhudhuria mikutano. Baadaye akasema leo pia alikuwa si leo, jana alikuwa supposed vile vile kuingia pale kotini kujibu mashtaka, lakini vile vile lawyers wake kama wakili wake wakasema kwamba alienda Turkey kupata matibabu. Sijui niseme nini hapo, kwa sababu si yeye peke yake nimeona akisusia vikao vya mahakama. Tumewaona watu wengi anasema ndio yule amekimbizwa hospitali, anakaa pale wiki moja, mwezi moja, hiyo story inadai kidogo, anakuja kurejea. Wakati mwingine pia ukisikia kikao kipo anafanya vile vile. So kama ako mgonjwa basi naomba kwamba ugwe pole. Lakini kama ni ile njama ya kuhepa vikao vya mahakama, pia si jambo zuri. Pili, iwapo ni kweli aligushi vile vyeti, basi si yeye aligushi, kuna watu fulani ambao walimpatia vile vyeti, wao watafutwe, wakamatwe, wahukumiwe na yeye kama ni kweli. Lakini pia kama si kweli, mahakama na vile vile sheria ichukue tu mkondo wake. Lakini niliona kwamba hakimu mkuu alikataa kuadjourn ile meeting hadi akawaambia wale lawyers waweze kucontact na Sudi ili pengine wapatie ushahidi kwamba pengine yuko Turkey. Manake ile ushahidi ambao walitoa haukuonyesha pale Turkey yupo kwenye hospitali gani. Na vile vile waliomba vile vile kwamba wakubaliwe kuendelea na proceedings za zile koti minus the presence ama bila yeye Sudi kuwepo. Sasa unajua siku hizi mambo ni digital. Anaweza akafuatilia online. So sioni kwa nini following online. Yeah, someone is sick, you don't know how sick he is, you cannot tell him or you cannot impose. Lakini anapost social media. Unajua sasa hivi alipost social media juzi tu. Sasa hivi atatulia.
akatulia kwa wiki moja. So I think pia kunafaa kuwa na sheria hata kama yule ambaye ni mshtakiwa hajafika mahakamani, kesi inaweza endelea tu na yeye afuatilie kwa njia moja ama nyingine. Kumbuka kuna ile kesi ambayo ilikuwa inafanyika kule mahakama ya Rwanda pale, ambapo yule ambaye alikuwa mshtakiwa kwa mauaji ya kimbari hakuwa, lakini alifuatilia na alihukumiwa kama hayupo. Kwa hivyo pia nchini Kenya nadhani it happened during COVID-19. Isisimame. We can conduct proceedings online, we can conduct proceedings wale watu ambao wako wafuatilie. Naam. Unajua unaweza kufuatilia online if that system inawekwa. Okay, let's say so this. That unajua kuna mrundiko wa kesi nyingi sana mahakamani. Sasa tukiendelea kuahirisha, tunaahirisha, at the end of the day kuna kesi zingine zinakuja. That is why it's good hata kama yule ambaye ni mshtakiwa yupo awe na njia ya kufuatilia. Ama wale ambao wanamrepresent ama familia yake wawe na njia ya kufuatilia. Kama kuna inconsistencies, they note down and then they talk to their lawyers, unaona. Kwa hivyo ni njia moja kivyangu ya kuhakikisha kwamba kesi hazirundikani pale mahakamani. Naam. Na pengine mimi nitasema kwamba ikiwa jinsi ulisema tu, pengine Oscar Sudi ni mgonjwa, ikiwa ni mgonjwa, tafadhali tuomba Mungu aweze Mungu ndiye mponyaji, sio kama pale wa daktari ndio wanamponya, sijui au wanatibu. Naam, mwenye kuponya ni Mungu. Basi akapone, tumwambia augue pole. Na pengine uende ikawa kwamba ni criteria natafuta so that izidishe wakati. Unajua hata wakati nominations zilifanywa pale Kapseret ndiye aliibuka mshindi, kuonyesha kwamba yeye mwenyewe anaona kwamba kuna following na huenda tena akarudishwa kwenye kile kiti. Mimi nataka kusogesha muda hadi uchaguzi ufike. Unaona, akishachaguliwa, unajua once you are a leader, kwanza kwenda hizi cases za kotini kwa easier to deal with wakati haupo pale. Kwa hivyo pengine nataka zisogeshwe mbele. Ikifika pale mbeleni, pengine anaweza anza petition anasema kwa nipatie muda ni campaign kwanza, hiyo itakuja baadaye. Si kutaka tu pia nakumbuka alikuwa amewasilisha petition pale akisema kwamba wacha hii kesi iendelee after election. Kwa hivyo you never know what is happening in anybody's mind. Lakini tunaomba kwamba kama kesi itaendelea iendelee, kama itaendelea basi iendelee baadaye. Na pengine tukiachana na hayo Masi, kabla hatujaenda mapumzikoni kwa dakika moja, pengine tuangalie ya Sauti Sol na Bien. Ya Sauti Sol pale waliweza kusema kwamba ilikuwa ama tunakumbuka kwamba kulikuwa na ule mkutano wa Azimio One Kenya Alliance pale KCC, ambapo waliweza kumteua Martha Karua kama mgombea mwenza, na pale walicheza wimbo moja wa ile band ya Sauti Sol, na ikaleta issues kidogo. Wakasema kwamba wanaenda kufuata ile njia ya kisheria, lakini baadaye tulimuona Ezekiel Mutua alijitokeza vile vile na kutetea Azimio, akisema kwamba wanaazimio hawana kosa lolote, manake ile ulikuwa ni mkutano wa kisiasa, kwamba haukuwa mkutano ambao ungewapatia fedha ama kwa njia yote ya kifedha. Kwa hivyo wakasema kwamba haifai, yani it is not proper wao kufanya nini, kwenda in that lane. Na hii ilichangia zaidi kuona kwamba Sauti Sol's band pale YouTube channel yao ilishuka kutoka 905,000 subscribers to 903,000 subscribers. Na hapo ndio Bien alizungumza hapo jana akisema kwamba naam, kama unataka kushuka shuka. He was expecting watu zaidi ya milioni washuke, lakini kama ni 2,000 kama wanashuka washuke, lakini our Kenyan ama Kenyan should be wanastahili kufunzwa kuhusiana na the legal side in the music industry. Unajua kwanza swala la kwanza ni kwamba ndio musicians wanafaa kuwa compensated wakati muziki yao inachezwa, na sheria hiyo ilipitishwa bunge hivi karibuni by the way, na kupandisha kile kiwango ambacho wanapata kuelekea mpaka nadhani 62% ama 52%. Kwa hivyo wanafaa kuwa compensated ndio. Na Raila Molo Odinga alisema kwamba
alikuwa amelipia miziki yote ambayo angecheza katika kampeni zake. Mutua naye akasema kwamba ndiye ameconfirm alipata zile fedha, lakini kulingana na Sauti Sol wanasema kwamba hawakutia saini mkataba na yote kwamba zile nyimbo zichezwe, hawakushirikishwa pale Music Corporate Society of Kenya, hawakushirikishwa. Kwa hivyo bado nadhani wataenda kotini. Pili, akisema kwamba wanaoshuka washuke, kiburi huja kabla ya kuanguka. Pride comes before fall. And you don't dare Kenyans. Kenyans ni watu ambao ukifanya kitu yani unashuka tu hivyo. Ukifanya kizuri unapanda tu hivyo. Kwa hivyo wakati mwingine pia mazungumzo, anasema communication ni mzuri sana. So wanaweza kazungumza na Music Corporate Society of Kenya, wanaweza kazungumza na Azimio la Umoja wa Kenya, so that they come into an agreement. Badala ya kushinda kupost mitandao, tunaenda nyinyi endeni tu mahakamani, lakini hakikisha kwamba make communication a priority. Niliona vile vile ODM kunradhi Azimio walijibu wakisema kwamba walicheza ndio wimbo ule because they appreciate the good work the band is doing. Kinda they were appreciating them. Na vile vile leo nimeona Ezekiel Mutua ametweet akisema kwamba unsubscribing from Sauti Sol YouTube is a juvenile reaction. Rudini haraka. We may have differences but we must not be blinded by politics to the point of hate. Let's deal with the issues at hand in civil manner. Sauti Sol remains one of our greatest bands in Kenyan history. Ndio yale ameyazungumza leo. Kwa hivyo nongojea tuone kwamba pengine wale ambao wali unsubscribe, are they gonna subscribe again, or rather we gonna see so many people ama so many others supporters. Obviously our supporters were Azimio, they are going to unsubscribe from the Sauti Sol band. Kama channel itapanda tu tena itapanda na subscribers, so wasiwori, they've been there for a very long time. Others have gone international. They can get international subscribers. Pengine tuende mapumzikoni kwa dakika moja, tutarejea ni kujuze yale Gideon Moi vile vile ameyafanya ama yale amesema atatekeleza.
Na mnashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi pale katika dakika 6 baada ya saa 4 saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana kwa Jantex Kemo, Heartbreak Queen wanafuatilia. Edwin Ratimo anasema anakubaliana sana na Edwin. If we can manage to get 30% from Lima, automatically Baba will be the 5th come August. And he disagrees with me. Nasema Baba kuna followers every part of Kenya. Ni maoni yake. Asante sana. Anunda Mark pia naona anaendelea kufuatilia pamoja na Opemi Julius anaendelea kufuatilia. Naam. Shukran. Hao ni wale wanaendelea kutufuata. Vile vile unaweza share stream ili tuweze kukutana na wengi zaidi ambao hawajajua kwamba tuko hapa hewani. Naam, nilikuahidi kwamba tukirejea baada ya mapumziko ningekujuza kuhusu Gideon Moi. Gideon Moi kuna wakati alisema kwamba haendi kuwania kiti cha useneta katika ile Baringo County. Akasema kwamba he's indulging ama ataingia kabisa wholly kwa national politics. Huenda Kalonzo Musyoka amemwambukiza ile watermelon manake. Hiyo si watermelon. I disagree. I think that is called having a backup plan. Yep. Ndio. Kwa sababu hiyo backup plan yake you never know. Ukiangalia jinsi ambavyo yale mambo yalifanyika pale, uliona Nick Salati akisema yake though Gideon Moi hakuwepo. Nadhani anataka backup plan such that in case of anything pia ana influence pale kwenye bunge la Senate ama in county or national politics. Kwa hivyo kivyangu nitasema kwamba I think Gideon Moi is just looking for backup plan the same way Kalonzo Musyoka is looking for backup plans. Lakini unajua at times I find it funny manake this someone mwenye alikuwa amejitosa kabisa aingie hadi alikuwa anadai kuwania presidency at some point, sio? From presidency up to the senatorial positions yange hata ugavana basi, unaona. At times I feel like ni ule mtu mwenye ajiamini kisiasa, ni ule mtu pengine hana msimamo. Ni kama unajua ukitembea na mwizi unakuwa mwizi, ukitembea na watermelon unakuwa, ukitembea na mtu hana msimamo kwa siasa unakuwa mtu hana msimamo. Na sijui ikiwa anaenda kuweza, manake unajua alikuwa ameprepare watu wake psychologically like he's not gonna vie for any seat in the county level. Lakini sasa hivi tena amerejea manake tulimuona Nick Salat hapo jana akisema kwamba Gideon Moi aliweza kusubmit his papers kwamba ako wanzani kuwania kile cha useneta. So I don't know whether the residents watampeleka ama watamchukua mtu serious, manake unapata kumba kwa mfano mimi ninakusupport, sio? Nimekuwa supporter wako for long time Masi. Masi fike mahali uniambie ama ukuje useme kwamba you're not vying for any seat. Mimi nitoe ile loyalty yangu nipeleke kwa mtu mwingine obvious. So wewe kurudi tena kuiomba back unajua itakuwa ni ngumu. So tunangoja tu tuone kutaendaje. Labda ni kusubiri tu mwisho wa siku baada ya yule ambaye atakuwa kiongozi wa Kenya katika ile nafasi ya urais, tuone mambo yataendaje. Na vile vile Masi, wakati huu sana tumeona mambo mengi yanaendelea kutokea. Inaonyesha kwamba kuna ugumu wa maisha mahali. Manake tumeona vijana wengi, wasichana wengi zaidi ambao waliukalia mtihani wa KCPE wameshindwa kulipa karo ya shule, wengine wamesalia nyumbani. Tumeona wengine wakiomba msaada mitandao, ni wengi zaidi. Kwa hivyo hii ni mbali na zile siku za kitambo kidogo. Hatuko tunaona so many cases mitandaoni wakiomba msamaha. Inaonyesha kwamba pengine gharama ya maisha imeenda juu. Hapo jana kuna mwanafunzi wa kidato cha kwanza ambaye aliitwa Kanguru School ambaye inapatikana pale Embu County. Alikuwa na alama 313 na hakuwa na pesa zozote. Kwa hivyo ikambidi kwamba yeye na mamake wakatembea, hata hawakuwa na pesa ya kupanda pengine pikipiki, gari. Wakatembea a distance of 5 kilometers hadi shule ambayo inaitwa Kanguru School. Na kile ambacho walikuwa nacho kwa nyumba ni cockerel, hiyo inaitwa jogo. Ni jogo tu walikuwa nao kwa nyumba. Kwa hivyo akasema kwamba pengine tubebe hii jogo. Kwa hivyo mtoto huyu ambaye anaitwa Lawrence Murimi pamoja na mamake wanaomba msaada. Kwa hivyo inaonyesha kwamba unajua huyu ni mtoto ambaye akona ile thirst, akona kiu ya elimu lakini hana pesa ya kuendea shuleni.
Kwa hivyo ni kweli wanafunzi wengi mpaka kuna wale ambao wajaingia kidato cha kwanza mpaka sasa hivi na sijui waziri wa elimu Profesa George Magoha atazungumziaje swala hilo, especially akiwa amewaahidi wanafunzi na wazazi kwamba kutakuwa na 100% transition kutoka shule za msingi mpaka shule za upili. Kwa hivyo ni swala tu la kusubiri na kuona mambo yakoje, lakini pia iwapo na uwezo wa kumsaidia mtoto fulani aingie kidato cha kwanza, ni vizuri ufanye vile. Kwa sababu kule Meru pale Mani Machakos, niliona maafisa wa polisi waliungana pamoja, wakachanga, wakampeleka kijana mmoja shuleni, wakamlipia school fees. Kwa hivyo that good deed, kama unaweza fanya tu. Kama wewe kama unajiweza, tafadhali saidia. Manake kuna watu wanataabika hapa nje. Na huenda vile vile unajua kuna ule mwanafunzi alikuwa na kiu hajasaidika, manake yeye pengine ana simu, anaweza ingia mtandaoni aombe msamaani, aombe msaada. Wengine pengine udhurika na depression, wengine ujiwa. Kwa hivyo ikiwa una na roho ya kusaidia na una la kusaidia, tafadhali waweza kusaidia. Chini angazie jambo moja hapa kabla kuangazia hayo tuweze kuhitimisha, manake naona vile vile muda unazidi kuyoyoma. Kuna wanafunzi wawili ambao waliweza kumkabili mwalimu akitoka shuleni na kumpiga kutumia kifaa butu hadi mwalimu yule akakuwa na fracture kwa mkono wake mmoja. Mwalimu huyu ambaye alikuwa anafunza somo la Greek katika shule moja ambayo inaitwa Aldai Kunradhi Maraba Secondary ambayo inapatikana pale Aldai constituency, Nandi County. Wanafunzi hao wameshikwa. Kosa la mwalimu lilikuwa lipi? Kosa la mwalimu lilikuwa kwamba wanafunzi wale walikuwa unajua ile wakati wa lunch ile kuruka line tunaitaje? Ndio walikuwa wanajaribu kuruka line. Kwa hivyo the teacher reprimanded them, though they didn't say the extent at which the teacher went wakati alikuwa na reprimand, lakini inasemekana kwamba the teacher reprimanded them kwa sababu walikuwa wanajaribu kuruka ile line ya kuserve. Kwa hivyo wanafunzi wale wakatoka shule ni mapema, wakaenda kumngojea pale barabarani na kifabutu, wakaweza kumpiga hadi kufracture ule mkono wake. Wakati ule hakuna jambo ambalo lilifanyika, hakukuwa na kesi hadi wakati maafisa wa elimu katika kaunti ile kutoka Kupeto waliweza kuingilia kati na kusema kwamba haki ya mwalimu ule lazima itendeke, iliyosababisha kwamba wanafunzi wale wawili wameweza kushikwa na watajibu mashtaka. Ni vizuri kwa sababu by the utovu wa nidhamu pale shuleni haufai. Lakini pia wakati ambapo na discipline mwanafunzi, kuna kile kiwango, there's the extent ambayo unaenda mpaka usiende too much. Kwa sababu ni visa vingi sana tumeona katika shule tofauti ambapo mwanafunzi umemdiscipline, umempa adabu, lakini ikakuwa too much, ukapata kwamba majanga mengine yametokea. Na tuachane tu na hilo, ni zungumzie kwa haraka yale mawili matatu ambayo yako pale. Ni kwamba kutoka kule kaunti ya Siaya, aliyekuwa msemaji wa polisi Charles Owino ambaye alikuwa amejitosa katika nyanja za siasa, alikuwa ni mgombea mwenza wake Fred Gumo katika kiti cha ugavana pale Siaya, amejiondoa kwa sababu amepatiwa nafasi pale kwenye National Police Service. Kwa hivyo ni kizungumkuti kwa Fred Gumo ambaye itambidi tena anze kumtafuta DG mwingine mpya ambaye atakuwa naye katika kuania kile kiti cha ugavana katika kaunti ya Siaya. Vile vile kutoka kule Nairobi, ile Green Park Terminal ambacho ni kituo cha mabasi kuegeshwa kitafunguliwa kuanzia wiki ijayo. Na kumbuka kwamba kituo kile cha basi kinakuwa pale ndani ya Uhuru Park. Kwa hivyo ni swala tu wale ambao ni wakazi wa Nairobi mnafaa kujijuza kwamba kituo kile kitafunguliwa wiki ijayo. Na vile vile kutoka kule ugaibuni ni kwamba zaidi kulingana na taarifa kutoka Russia, zaidi ya wanajeshi 950 wamejisalimisha kwa majeshi ya Urusi, na wale majeshi wa Ukraine wale ambao walikuwa sehemu inaitwa ya Mariupol, ambapo kumekuwa na ushambulizi mkubwa pale kutokana na vile vita ambavyo vinaendelea kati ya
ya Russia pamoja na Ukraine. Vile vile kumbuka kwamba kuna ile kesi ya Sonko ambayo inaendelea mahakamani, ambapo sasa hivi mahakama ya Eldoret inarifaa ama inamtaka jaji mkuu Martha Koome angalie swala lile kwa undani, ikizingatiwa kwamba anaitwa aliyekuwa gavana wa Kiambu alikuwa anaitwa nani? Waititu pamoja na Sonko bado wanaendelea kukata rufaa kuhusiana na wao kukatazwa kuwania viti vya uongozi kwa sababu wako na kesi ambazo zinaendelea pale mahakamani. Kwa hivyo ni swala tu ambalo tunasubiri tuone. Kumbuka kwamba Nurdin Haji ambaye ni DPP pamoja na Talib Mbarak ambaye ni kiongozi katika tume ya EACC wamesema kwamba kivyao they not allow mtu ambaye kesi inaendelea mahakamani kuwania kiti cha chochote cha uongozi, lakini kulingana na IEBC unaweza ukawania kiti chochote cha uongozi kwa sababu katiba inakuruhusu. Kwa hivyo ni swala ambalo pia limeendelea kuzua utata maeneo tofauti tofauti. Mwisho kabisa kabla sijangatuka, kumbuka kwamba IEBC imesema kwamba imewakubalia wagombeaji wengi sana kuwania viti tofauti tofauti. Kwenye kiti cha urais kuna 38 independent candidates so far, lakini kumbuka kwamba there is a total of 55 candidates ambao wamekuwa cleared na IEBC ili kuwania kile kiti cha urais. Kumbuka kwamba sasa hivi kwa governors na president lazima wasubmit 2000 names from 24 counties, wale ambao wanawapea mkono kuwania kile kiti cha urais. Tukija pale kwenye gubernatorial aspirants kuna a total of 244 gubernatorial aspirants, na kati yao 67 wako na vyama na 77 ni wale wagombea huru ama wagombea ambao hawana vyama. Ni baadhi tu ya yale ambayo yameandikwa ama ni ujumbe ambao ulitumwa na Chebukati kwenye vyumba vya habari. Na kumbuka kwamba zaidi ya wagombea 6,000 wamekubaliwa kugombea viti tofauti tofauti vya uongozi katika uchaguzi mkuu ujao. Naam, pengine hapo ndo tunakomea kwa leo, ikiwa dakika 18 zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi majira Afrika Mashariki. Nita Edwin Mokaya, hadi hapo kesho. Naam, nami naitwa Masiontita. Tupatane kesho katika kipindi cha Anza na Bwana kisha The Morning Brief, na kutakia Alhamisi njema.